Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Ujambo ndugu msikilizaji, karibu katika kipindi ukipendacho cha Neno. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo. Mafundisho ya leo yatoka kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Pili sura ya 21 kuanzia aya ya 22 hadi sura ya 22 aya ya 11, ukiletewa na mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo. Kabla ya hapo, twapata waimbaji hawa na wimbo huu unaomtukuza Mungu. Tumaini langu ndugu msikilizaji ni kwamba Bwana Mungu amekuwa pamoja nawe na kuendelea kuyabariki maisha yako. Baraka zipo zaidi kwa ajili yako kutokana na mafundisho tuliyonayo kwenye neno la Mungu ambalo ni Biblia. Mafundisho yetu ya leo au somo letu latoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 21 hadi sura ya 22 aya ya 11. Baada ya kuona mambo makuu, hasa mkono wa Mungu uliokuwa juu ya maisha ya Hezekia, sura ya 21 yaturudisha nyuma. Kwa hili nina maana ya utawala wa Manase uliojaa uovu. Hezekia, kulingana na maandiko, alikuwa mfalme mwema, maana alitenda yaliyo mema machoni pa Bwana. Hakuna mwingine ambaye ungelimfananisha au kumlinganisha naye katika wafalme waliotawala Yuda. Ila katika njia kadhaa Hezekia alimfanana babaye, hasa wote wawili hawakuwa baba wazuri katika malezi ya wana wao. Hezekia, kama vile tutaona baadaye, alikuwa baba ya mwana aliyekuwa mfalme muovu kuliko wote waliotawala katika ufalme huo wa Yuda. Ni jambo la kuvunja moyo sana unaposoma habari za Manase na jinsi alivyoishi. Utukufu wa Mungu ulikuwa waonekana alipotawala Hezekia, lakini mwanawe Manase alipochukua hatamu za uongozi, utukufu wa Mungu haukuwepo. Utukufu na uwepo wa Mungu ulipoondoka, basi mahali pale pakawa ukiwa pasipo na Mungu. Maisha ya mtu huyu Manase yatuonyesha jinsi alivyomchukia Mungu na kuchukia ibada yote kwake na hata kuchukia hekalu la Mungu. Neno kwenye aya ya kwanza latuambia hivi kwenye sura hii ya 21: Manase alikuwa na umri wa miaka 12 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 55 katika Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Hefziba.
Manase alianza kutawala akiwa na umri wa miaka 12. Huenda waweza kufikiri kuwa alikuwa mtoto mdogo, ila kilichopo ni kwamba hata kuwa mtu mzima, maana ataendelea kuwa mbaya kila kuchao. Manase alitawala kwa miaka 52. Katika kila hali, Mungu alimpatia nafasi ya kutubu na kubadili njia zake. Daima Mungu wetu ni mwingi wa rehema na mwenye huruma na subira na uvumilivu mwingi, naye hamtaki mtu yeyote aangamie. Jina la mamaye Manase ni Hefziba, naye ni lazima achukue jukumu la jinsi mwanawe alivyotawala. Huenda mama yule alimkuza mtoto yule katika njia nzuri, lakini Manase alikuwa mfalme mbaya na muovu tu, maana alichagua kufuata njia za mataifa. Hasara aliyoiletea nchi ile ilikuwa kubwa sana. Kwenye aya ya 2, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, sawasawa na machukizo ya mataifa aliyowafukuza Bwana mbele ya wana wa Israeli. Jinsi andiko hili linavyotwambia, ni wazi kwamba Manase alitenda sawa na mataifa aliyoyafukuza Bwana mbele ya macho yake kabla ya Israeli kuingia katika nchi hiyo na kutawala. Kisha kwenye aya ya 3, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: kwa maana akapajenga tena mahali pa juu alipopaharibu Hezekia baba yake, akamjengea Baali madhabahu, akafanya Ashera kama alivyofanya Ahabu mfalme wa Israeli, akajiinama mbele ya jeshi lote la mbinguni na kulitumikia. Najua ndugu msikilizaji, ya kwamba wakumbuka jinsi Hezekia katika utawala wake alivunja mahali pa juu walipofukiza uvumba kwa miungu ya kigeni. Tendo hilo lilileta baraka ya Mungu juu ya taifa hilo, ila yote hayo yalibatilishwa kwa sababu Manase alirejesha na kuinua madhabahu ya Baali na kuiongoza nchi kuabudu jeshi la mbinguni, yani nyota, mwezi na jua. Waweza kusema kwamba tumetoka mbali sana katika kufikia hapa tulipo. Lakini mwenzangu, tazama katika nyingi ya magazeti na majarida, utapata kwamba kuna safu ya nyota. Leo hii watu wengi badala ya kumgeukia Mungu wamegeukia nyota na kutafuta kujua yajayo, sawa na hao walioishi katika siku za Manase. Kwa lugha nyingine, kila mara unaponunua gazeti hilo na kutazama safu ya nyota ili ujue litakalo kuwepo, kile ambacho wafanya hasa ni kuabudu nyota. Neno la Mungu kwenye aya ya 4 na ya 5 laendelea kutwambia haya: akazijenga madhabahu ndani ya nyumba ya Bwana, napo ndipo aliponena Bwana, katika Yerusalemu nitaliweka jina langu. Akajenga madhabahu kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni katika behewa 2 za nyumba ya Bwana. Kwa tendo hili twaona kwamba Manase alimuasi na hata kumkashifu Mungu Mwenyezi. Alijenga madhabahu kwa ajili ya jeshi la mbinguni katika nyumba ya Bwana, hapo aliposema kuwa ataliweka jina lake. Hili latuonyesha waziwazi kwamba mtu huyu hakumcha Bwana hata kidogo, wala hakupenda lolote linalohusiana na Mungu. Tazama aya ya 6, nayo yatuambia hivi: akampitisha mwanawe motoni, akatazama bao, akafanya uganga, akajishughulisha na hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi, akafanya mabaya mengi machoni pa Bwana hata kumkasirisha. Hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo Bwana Mungu aliwakataza sana wana wa Israeli wasifanye hata kidogo. Habari za uganga na watu wenye pepo za utambuzi pamoja na kupitisha watoto katika moto ni jambo ambalo Mungu aliwakataza wana wa Israeli. Kwa neno hili kusema kwamba Manase alimpitisha mwanawe katika moto, ina maana kwamba alimtoa huyo mwana kuwa sadaka. Kilichotendeka ni kwamba sanamu ilifanywa kuwa moto kabisa, kisha mtoto aliyekuwa hai kuwekwa katika mikono ya sanamu hiyo na kuunguzwa. Tendo hili lilikuwa baya na la kishetani kabisa katika ibada hizo za kishetani, tena lilikuwa chukizo mbele za Mungu. Tunapogeukia aya ya 7 na ya 8, hivi ndivyo neno latuambia: akaiweka sanamu ya kuchongwa ya Ashera aliyoifanya ndani ya nyumba ambayo Bwana alimwambia Daudi na Sulemani mwanawe, katika nyumba hii na katika Yerusalemu niliyouchagua miongoni mwa kabila zote za Israeli, nitaliweka jina langu milele, wala sitawapotosha Israeli miguu watoke katika nchi niliyowapa baba zao, wakiangalia tu na kufanya sawasawa na yote niliyowaamuru, na kwa kuishika torati yote aliyowaamuru mtumishi wangu Musa. Watu hawa, msikilizaji, hawakujua kwamba wakati wao wa kusafiri ulikuwa wakaribia. Kituo chao kilikuwa huko Babeli, kwa kuwa umiliki wao wa ile nchi ilikuwa kwa masharti kwamba wamtii Mungu
kama vile neno la Mungu limetuambia hapa. Mambo yote ambayo Mungu aliwatendea ilikuwa kwa msingi kwamba watafuatia kutenda kulingana na neno lake, hasa kulicha jina lake na kuishi kulingana na torati yake. Lakini hilo kama vile ilivyo, si ndilo walifanya, maana tayari makabila yale 10 yalikuwa yamechukuliwa mateka, na sasa twaona Yuda ikielekea katika njia hiyo. Kwenye aya ya 9 neno latuambia hivi: walakini hawakusikia, naye Manase akawakosesha wafanye mabaya kuliko mataifa Bwana aliyowaharibu mbele za wana wa Israeli. Mfalme huyu Manase, kama vile neno la Mungu latuambia, alikuwa mbaya kuliko hata wale walioishi katika nchi ile. Habari ni kwamba Mungu hatawavumilia zaidi, ni lazima kuwahukumu kwa sababu ya uovu wao. Atawaondoa katika nchi ile. Na ndivyo ilivyo, msikilizaji, kuhusu ulimwengu huu wa sasa, maana siku yaja ambapo ulimwengu wote utasimama mbele ya Mungu na kuhukumiwa, hasa wale wasioacha uasi na kumwamini Kristo Yesu. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 10 hadi 13: Bwana akanena kwa watumishi wake manabii akisema, kwa sababu Manase mfalme wa Yuda amefanya machukizo haya na kutenda vibaya kuliko yote waliotenda Waamori waliokuwa kabla yake, naye akawakosesha Yuda kwa sanamu zake, kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: angalia, naleta mabaya juu ya Yerusalemu na juu ya Yuda, hata kila mtu asikiaye masikio yake yatawasha yote mawili. Nami nitanyosha juu ya Yerusalemu kamba ya Samaria na timazi ya nyumba ya Ahabu, nami nitaifuta Yerusalemu kama mtu afutavyo sahani, kuifuta na kuifudikiza. Kama vile Mungu alivyofanya kwa Israeli na Samaria nzima, ndivyo ataka kufanya kwa habari ya Yerusalemu na Yuda nzima. Mungu alisema kwamba atawaondoa Yuda kama vile mtu aoshavyo sahani. Yerusalemu ni nchi yake na chombo chake. Waisraeli walikuwa wamechafua chombo kile, na sasa ni lazima awaondoe. Msikilizaji, sasa hivi unavyonisikiliza, kuna wengi wanaofikiri kuwa wao ni wenye hekima sana na kwamba hawamuhitaji Mungu. Iwapo mmoja kama wao, napenda ufahamu hivi ya kuwa hapo unapokanyaga ni nchi ya Mungu. Hewa unayoitumia sasa ni ya Mungu. Mwili huo ulio nao ni yeye ndiye amekupa. Nami napenda kukufahamisha kwamba kila mara yeye hufanya kazi ya kusafisha chombo chake. Mataifa yaliyokuwako katika historia sasa hivi ni magofu, hayapo hata kidogo. Je, wajua sababu na maana yake? Sababu, msikilizaji, ni kwamba walitenda hayo unayoyaona yakitendeka katika ulimwengu sasa hivi. Mungu alisema kwamba atafuta Yerusalemu kama mtu afanyavyo sahani, na hilo ndilo alitenda na atatenda katika mataifa ya ulimwengu, kwa kuwa yeye ndiye Mungu. Hayo yote ni kwa wakati wake mtimilifu. Tunapogeukia aya ya 14 na 15, hivi ndivyo neno la Bwana laendelea kutuambia hapa: nami nitawatupa mabaki ya urithi wangu na kuwatia mikononi mwa adui zao, nao watakuwa nyara na mateka kwa adui zao wote, kwa sababu wametenda yaliyo mabaya machoni pangu na kunikasirisha tangu siku ile walipotoka baba zao katika Misri hata leo hivi. Wakati wowote watu hao walipotembea katika njia zake Bwana na kuishi kwa utii kwake, ulinzi ulikwepo kwa taifa hilo. Lakini sasa, kwa sababu ya yote ambayo walikuwa wametenda, Mungu asema ya kwamba atauondoa mkono wake wa ulinzi, naye akifanya hivyo, adui wataingia katika nchi hiyo kama gharika ya maji, nao watateswa na adui zao wote. Nayo aya ya 16 yasema haya: na Manase akazimwaga damu zisizo na hatia nyingi sana, hata alipokuwa ameijaza Yerusalemu tangu upande huu hata upande huu, zaidi ya kosa lake alilowakosesha Yuda, kutende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Kutokana na andiko hili twahitaji kufahamu kwamba mtu au taifa likidumu katika dhambi huongezea katika maovu ayafanyayo. Taifa lisilomcha Bwana hugeukia kila aina ya maovu, na hata twaweza kusema kwamba huvumbua jinsi ya kutenda maovu zaidi. Ni katika hali kama ile ndipo waona hali ya kutotii sheria na ukeukaji wa haki zote hutendeka. Nami nakujulisha kwamba mara hilo linapotendeka, hukumu ya Mungu huwa mlangoni ikibisha, na muda si muda huingia iwapo toba haitakuwepo. Kwenye aya ya 17 na 18 neno la Mungu latumalizia habari za mfalme huyu Manase kwa kusema hivi: basi mambo yote ya Manase yaliyosalia na yote aliyoyafanya na kosa lake alilolikosa, je,
hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Manase akalala na babaze, akazikwa katika bustani ya nyumba yake mwenyewe, yani bustani ya Uza, na Amoni mwanawe akatawala mahali pake. Rafiki yangu, hiyo ndiyo hadithi ya mfalme muovu aliyetawala Yuda, jina lake Manase. Huo ndiyo ulikuwa mwisho wake. Tunapogeukia aya ya 19 hadi 22, hivi ndivyo neno latuambia. Amoni alikuwa na umri wa miaka 22 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 2 huko Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Meshulemethi binti Haruzi wa Yotba. Akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, kama Manase babaye alivyofanya. Akaiendea njia yote aliyoiendea baba yake, akazitumikia sanamu alizozitumikia baba yake, akaziabudu. Akamwacha Bwana Mungu wa babaze, wala hakuiendea njia ya Bwana. Tuona hapa kwamba, ndugu msikilizaji, baada ya kifo cha Manase, Amoni mwanawe alichukua hatamu za uongozi, naye kile alichomwona babaye akitenda ndicho alifuata naye kutenda. Wewe uliye baba, fahamu na uelewe hili, ya kuwa mfano wako ndio watoto wako wafuata. Iwapo watenda maovu, usitaraji kuwa watoto wako watabadilika na kumfuata Bwana Mungu. Labda iwe kwa neema yake tu. Mfano bora wa kuwafunza watoto wako ni kwa hayo uyatendayo. Amoni, kwa kuwa alimwacha Bwana, Bwana alimwacha. Hilo, ndugu msikilizaji, ni jambo la kuogofya. Kisha kwenye aya ya 23, hivi ndivyo neno latuambia: nao watumishi wa Amoni wakafanya fitina juu yake, wakamuua mfalme ndani ya nyumba yake mwenyewe. Utawala mbaya wa Amoni ulifanya pawepo na mapinduzi, naye akauliwa katika nyumba yake mwenyewe. Sura hii ya 20, msikilizaji, yamalizia kwa mwanzo wa utawala wa Yosia. Hivi ndivyo neno lasema kwenye aya ya 24 hadi 26: lakini watu wa nchi wakawaua wote waliofanya fitina juu yake mfalme Amoni. Watu wa nchi wakamfanya Yosia mwanawe awe mfalme mahali pake. Basi mambo yote ya Amoni yaliyosalia aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Akazikwa kaburini mwake katika bustani ya Uza, na Yosia mwanawe akatawala mahali pake. Sehemu hii, ndugu msikilizaji, au maandiko hayo yatufikisha kwa mfalme wa mwisho aliyekuwa mwema, aliyetawala Yuda. Katika utawala wa Yosia ndipo uvuvio mkuu ulikwepo. Sura ya 22 na 23 zazingatia utawala wa Yosia uliokuwa mzuri, maana alitenda mema machoni pake Bwana. Yosia alianza kutawala akiwa na umri wa miaka 8, naye alitawala kwa miaka 31. Kati ya wafalme waliotawala baada ya Sulemani, huyu alikuwa kati ya hao waliotawala kwa kicho cha Bwana na kutenda kulingana na mapenzi yake. Neno lasema hivi kwenye aya ya 1: Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 31 katika Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Yedida binti Adaya wa Bozkathi. Mfalme huyu, kama vile ilivyo, alianza kutawala akiwa na umri mdogo. Sababu ya haya ya kutendeka ni kwa kuwa baba yake aliuliwa. Mungu alimwondoa. Kwenye aya ya 2 neno hili liliendelea kutwambia hivi: akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akaenda katika njia yote ya Daudi baba yake, wala hakugeuka upande wa kuume wala wa kushoto. Msikilizaji, hapa tuona kuwa jua limechomoza tena, kuna nuru kwa mara nyingine katika nchi. Yosia amekalia kiti cha enzi, naye aliongoza kuwepo kwa uvuvio mkuu sana tangu siku za Daudi na Sulemani. Naamini kwamba hitaji la nchi yoyote ile ni mfalme au kiongozi wa nchi kumrudia Bwana Mungu na kuanza kumfuata kwa moyo wake wote, bila ya kugeukia kushoto wala kuume. Ufisadi ni jambo lililokithiri katika jamii na serikali. Uovu wa kila namna ndiyo kawaida iliyopo. Hali hii ni mbaya sana, maana imewafanya wengi kukeuka sheria za nchi, jambo ambalo ni hatari kuu. Wanasiasa si kwamba wanawazia nchi mema, bali kujinufaisha wenyewe, nalo kanisa limewafuata kwa kukengeuka sheria na maadili yake Mwenyezi Mungu. Watu wamelikana neno la Mungu kama lilivyo, ndiposa waona wengine waoza waume kwa waume na wanawake kwa wanawake. Katika madhabahu pia kuna wale wasioamini kuwa kuna Mungu, huku wakidai kuwa walihubiri neno la Mungu, lakini kwa matendo yao wamkana. Je, ulimwengu waelekea wapi, ndugu msikilizaji, isipokuwa kwa hukumu yake Mungu? Ninalotaka ufahamu, rafiki, ni kwamba uvuvio ni jambo la kibinafsi.
Kwa hiyo uvuvio waweza kuanza nawe hapo ulipo. Hiyo ni iwapo utamgeukia Bwana Mungu kwa moyo wako wote. Yosia aliyekuwa kiongozi wa taifa lake alimgeukia Mungu, nao waliokuwa chini yake wakafuata uongozi wake. Hilo ndilo viongozi wa taifa hili wahitaji kufanya, kumgeukia Mungu na kutenda kulingana na neno lake, naye Mungu ataiponya nchi na kuibariki. Ninaposema habari ya viongozi, sina maana tu ya wanasiasa, bali nina maana ya wewe baba, nina maana ya wewe kiongozi wa shirika la kiserikali na hata mashirika yasiyo ya kiserikali, pamoja na yeyote yule anayesimama na kuongoza kundi lolote lile. Ni lazima kumgeukia Mungu iwapo kutakwepo na mibaraka katika taifa hili. Kwenye aya ya 3 na ya 4, hili ndilo neno latuambia: ikawa katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia, mfalme akamtuma Shafani mwana wa Azalia mwana wa Meshalumu mwandishi nyumbani kwa Bwana, akisema, enenda kwa Hilkia kuhani mkuu, ili aihesabu fedha yote inayoletwa nyumbani mwa Bwana, ambayo mabawabu wameipokea kwa watu. Yaonekana kwamba, ndugu msikilizaji, mara moja Yosia alipochukua hatamu za uongozi, hekalu halikuwa likitumika. Kwa hivyo ilikuwa jukumu lake kufanya ukarabati wa nyumba hiyo ya Mungu, kusudi ibada kwa Mungu wa kweli iidhinishwe na kufanyika kama alivyonena Mungu katika neno lake. Tunapoendelea kwenye aya ya 5 na 6, hivi ndivyo neno laendelea kutujulisha: tena waitie ile fedha katika mikono ya wafanyakazi wanayoisimamia nyumba ya Bwana, wakapewe wafanyakazi waliomo ndani ya nyumba ya Bwana, ili wapate kupatengeneza mahali palipobomoka ndani ya nyumba. Wapewe maseremala na wajenzi na waashi, ili kununua miti na mawe yaliyochongwa, wapate kuitengeza nyumba. Katika juhudi zake za kukarabati hekalu, Yosia aliwahusisha wote. Nami nasema kwamba kanisa la leo lahitaji kufanyiwa ukarabati. Sisemi habari ya majengo, bali nazungumza kuhusu upya unaohitajika katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Naye awezaye kufanya mambo hayo ni Roho huyo wa Mungu mara tunapomgeukia. Hamna faida yoyote kujifanya kana kwamba twaishi katika uungu, lakini ni kuigiza tu, twaigiza. Twamhitaji Roho Mtakatifu wa Mungu. Ni lazima atusaidie, maana pasipo yeye haiwezekani kumudu chochote. Kwenye aya ya 7 na 8, hivi ndivyo neno latuambia: lakini hawakuulizwa habari za ile fedha waliokabidhiwa, maana walitenda kazi kwa uaminifu. Naye Hilkia kuhani mkuu akamwambia Shafani mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Hilkia akampa Shafani kile kitabu, naye akakisoma. Msikilizaji, hili tulisomalo hapa ni jambo nzuri tena la kutia moyo sana. Wale makuhani walipopewa zile fedha hawakuulizwa habari za zile fedha, maana walifanya kazi kwa uaminifu. Hilo ndilo lahitajika katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Pamoja na hili, kama vile twasoma kwenye aya hiyo ya 8, ni sawa kwetu kufikiri kwamba baada ya utawala wa Hezekia neno la Mungu halikuonekana tena, na huenda nakala zote zilizokuwepo Manase alizichoma. Lakini neno la Mungu ladumu milele, maana Mungu alihifadhi neno lake. Kupatikana kwa neno la Mungu kulichangia zaidi uvuvio uliokuwa ukiendelea katika nchi hiyo wakati huo. Rafiki, neno la Mungu tu ndiyo silaha yetu. Neno hili ndilo li hai, tena lina nguvu, lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Neno hilo ndiyo njia yetu ya kupata uvuvio. Hakuna njia ya mkato, ndugu yangu, kwa hivyo ni lazima kulitegemea neno hilo. Waweza kusoma vitabu vingi kama upendavyo, lakini njia yako msikilizaji ya kupata uvuvio ni kulirudia neno la Mungu, kama ilivyokuwa katika utawala wa Yosia. Hitaji la kanisa la leo ni wachungaji wanaolihubiri neno la Mungu kwa hekima yake Mungu. Kuna wale walioliacha neno, lakini kuna wachache wanaoendelea kulihubiri neno hilo. Mhubiri mwenzangu, usiliache neno la Mungu, tenda kulingana na neno hilo, lihubiri neno hilo, maana hiyo ndiyo njia pekee ya uvuvio kufikia mioyo ya watu na nchi kwa jumla. Kwenye aya ya 9 hadi 11, hivi ndivyo neno latuambia: Shafani mwandishi akamwendea mfalme, akamletea mfalme habari tena, akasema, watumishi wako wamezitoa zile fedha zilizoonekana ndani ya nyumba, nao wamewakabidhi wafanyakazi wanayoisimamia nyumba ya Bwana. Kisha Shafani mwandishi akamwambia mfalme, akasema, Hilkia kuhani amenipa kitabu. Shafani akakisoma mbele ya mfalme. Ikawa
mfalme alipokwisha kuyasikia maneno ya kitabu hicho cha Torati, alirarua nguo zake. Ndugu yangu, mfalme Yosia kwa mara ya kwanza alisikia neno la Mungu na mengi aliyonena Mungu kuhusu nchi hiyo. Baada ya kusoma neno lile, lililofuatia kama inavyostahili ni toba. Mfalme aliposikia maneno ya kitabu kile, alirarua nguo zake, ishara kwamba neno lile limefunua dhambi iliyokuwako katika taifa hilo na kuguza moyo wake. Bila ya neno la Mungu, ndugu msikilizaji, hawakujua umbali waliokuwa wamemwacha Mungu na jinsi uasi wao ulivyokuwa mkubwa. Neno la Mungu lina nguvu ya kubadilisha maisha yetu, na kwa hiyo iwapo wahitaji kuishi katika uhusiano wa karibu na huyo Mungu, njia ni kwa neno hilo, yani Biblia. Hebu natuombe. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji wa kujifunza neno lako. Bwana, twajua ya kwamba neno lako ndilo tu njia yetu ya kukusogea na kuwa na ushirika nawe wa karibu, maana hakuna njia nyingine ambayo umetupa ili tukusogee ila kwa kufuata neno hili. Pamoja na hili Bwana, umetubariki kwa kutupa neno lako ambalo ni Biblia, linalotufunulia mapenzi yako kwa ajili yetu. Pamoja na ndugu yangu msikilizaji, tuomba ya kwamba utatusaidia tuwe wasomi wa neno lako na pia watendaji wa neno lako, maana hapo ndipo kuna baraka. Najua kwamba haya ndiyo utakayotutendea, kwa kuwa tumeomba katika imani, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu, amen. Rafiki msikilizaji, lisome neno la Mungu, litumaini neno hili, nawe utaona uvuvio ambao Mungu ataufanya katika maisha yako. Hadi tutakapokutana tena, neema yake Kristo iwe nawe kukuwezesha katika haya yote. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Baraka ulizokusudiwa na Mungu ndizo hizo. Sasa najua umekuzwa katika imani yako na kujengeka. Tuandikie, utuambie ni jinsi gani Mungu amenena nawe, ili tumshukuru Mungu pamoja nawe. Hebu tumia anwani hii: Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie, utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.